saizi? Salama. Kwema. Kwema. Wewe unaonekana mgeni mtaani hapa eh? Wewe umejuaje kwa mimi mgeni? Sisi ni wenyeji hapa mtaani. Kwa hiyo mtu mgeni tunamfahamu. Ina maana mimi nimefunga kamba mgeni? Hapana. Sijamaanisha kwamba umefungwa kamba kwamba ni mgeni. Ila tu kwa sababu wenyeji wetu hapa mtaani, wageni tunawatambua na wenyeji tunawatambua. Kwa hiyo wewe nilivyo kuangalia tu nikajua wewe mgeni kabisa. Tuachane na wewe bwana. Nadhani unikumbuka hadi yetu. Nilisema nikupe uchawi kidogo na utanipa binti yako. Sawa. Sijui wewe unafanyaje? Kuhusu hilo bwana Mwaka, ondoa shaka kabisa. Sawa? Yaani ahadi yetu iko pale pale haijavunjika. Sawa? Halafu nikwambie kitu kimoja. Umpako kwamba mimi ndio baba wa familia. Ile binti aliondoka karudi. Sawa? Kwa hiyo wewe utamuoa binti yangu na mimi nitapata hicho ulichoni ahidi. Sawa? Alafu isitoshe, maana yake kama tumekubaliana mimi na wewe hakuna atakayepinga. Yaani ile fresh. Sawa? Kwa hiyo shaka ondoa. Sawa, sikiliza. Hicho kitu ambacho ninachokihitaji kwako wewe kwangu kina umuhimu sana. Unajua yaani nakuwa mwepesi. Nami at least basi niwe mzito. Unajua ukiwa na mambo yale unakuwa kidogo unaheshimika mtaani. Kwa hiyo ndio hivi yani. Sawa, ninachokuomba mipango isichelewe. Basi haina shida bwana Mwaka, wewe nakukubali. Uko vizuri sana. Sawa. Unajua nini mpenzi wangu? Yaani kusema ukweli, ulipokuwa umetoka umeenda huko ulipokuwa umeenda, yaani mimi nilikuwa najihisi mpweke, nilikuwa nahisi kama nimetelekezwa kwenye jangwa. Unaona? Sasa nikawa kila muda nikitapatapa natafuta maji yangu yako wapi sioni mama. Nimeteseka sana ujue. Najua. Najua mimi hata nilipokuwa kutoka mjomba. Nilikuwa nakukumbuka. Sasa nitamani mjomba apone haraka nirudi kwako binti wangu. Wewe? Sema nini? Nimeamini kuwa mimi na wewe tunapendana sana. Sawa baby. Unajua nini baby? Mimi nakupenda sana. Najua kabisa. Najua kabisa kwa unanipenda. Sasa haya mazingira sio sahihi. Sawa? Kweli baby. Na kwa sababu umekuja kwa ajili yangu, tufanye kitu kimoja. Sawa? Tutoke hapa mguu wako, mguu wangu. Sawa. Twende hadi nyumbani au twende sehemu yote iliyotulia, tujiachie. Yaani tuenjoy au vipi? Mimi nataka uchague. Sawa. Twende nyumbani au twende lodge? Mimi nilikuwa naona baby twende nyumbani. Twende nyumbani? Twende nyumbani kwangu, si ndio? Sawa. Twende nyumbani nikajipigie pasi zangu, zile vitu zangu unajua nimekumisi. Wewe tena? Sipingi hilo baby. Kweli? Sasa chagua. Kwa sababu nimekumisi siku nyingi. Wewe chagua. Nikubebe au unanibeba? Hapa mwendo wa kupimana kilo sasa. Mimi nibebe maana nimekumisi sana. Wewe nikubebe? Sawa, nakubeba hapa. Tukifika kule naweza miako ya kunibeba. Sawa. Okay, twenzetu. Twende nikubebe. Basi umetaka mwenyewe. Ingia vizuri sana. Halo. Mama. Ndio. Mwanamai. Abe. Hujambo? Jambo, shikamoo. Marhaba.
wewe ni binti mzuri sana. Umenijua jina langu? Safi sana. Mimi nakufahamu wewe mpaka kwenu. Babako ni mheshimiwa mzee Tule nao. Nishafahamu. Ila mimi sipendi kuongea sana. Kwa sababu sio muongeaji. Maagizo yote anayo mzee wako. Ukienda atakupa maagizo yangu. Sio na wasiwasi binti mmoja. Unaweza kwenda nyumbani. Asante. Wewe vipi naye, mbona unashangaa mara unaangalia huko mani? Una shida gani? Sawa. Mimi bwana nimekuletea ujumbe. Ujumbe? Ujumbe gani huo? Sasa sikiliza. Jana kipindi natoka nyumbani, nilikutana na mtoto huyo. Nikosha sana. Umekutana mtoto? Mtoto gani huyo, au ana kitu gani cha kupagawisha mpaka unaniambia mimi ujumbe? Ana kitu gani huyo, ni mtoto gani? Sasa sikia nikuelekeze. Yule binti bwana aiseka umbika. Unielewa? Mungu kamjalia. Mungu alikaa weekend kumumba bana. Sasa sikia. Yule binti chini kavaa jeans. Alafu juu kavaa t-shirt kama kaki fulani hivi. Jana hiyo mchana umekutana naye? Yule shemeji yako. Huo muda ambao umekutana nao huo mchana huo, alikuwa anakuja kwangu. Na jana hiyo nimekutana naye. Uliposema masuala ya jeans na kaki ndo umenikumbusha. Yule shemeji yako bwana. Bana sikiza bana. Usiku. Bwana sikuelewi bana. Kwa hiyo ile chombo ya kwako hiyo? Ile chombo yangu. Si unajua hii kituo ya warembo. Kituo ya watoto wazuri. Bwana, mimi nakupa magoli haya hapa. Au vipi? Sasa sikiliza. Kiukweli Mungu kamjali. Na una bahati sana. Sawa. Usimsifie sana shemeji yako. Sawa. Hizo bahati mnazipata nyinyi tu. Sisi sio hatupati bahati kama hiyo. Wewe unajifanya domo zege utaki kuongea. Siku nyingine ukikutana na mtoto mzuri, ongea naye, mpangilie, mwekee kodi zako na wewe. Ili kusudi ukija kama hivi, unaletea kodi, unaletea ujumbe, bwana mtoto ashanasa. Sio unaletea nimeona toto. Sawa, sasa sikiliza. Mimi hapa nimeagizwa nyumbani. Jioni si ndakukuta hapa? Jioni naweza nikatoka au unaweza ukanikuta. Sawa, tutajua tutakutana wapi. Haina noma. Alafu wewe, ili koti vipi? Iwe jua kali, usiku nini wewe na koti vipi ndugu yangu? Sikia. Hii kipindi bwana cha baridi. Mimi na pneumonia bwana. Pneumonia? Wewe mtoto mwoga. Basi poa, haina noma. Mimi nipo hapa. Hizi hapa hizi. Haina noma. Mwanangu Mwanamaye, na jambo muhimu nataka nikwambie. Toka mamako amefariki, nilikulea mimi tokea ukiwa mdogo mpaka sasa hivi. Sasa hivi wewe umekuwa. Sasa mimi nilichokiona kitu kimoja, kwa sababu umekuwa, mimi sitaki wajukuu wasiokuwa na baba. Nimeona kabisa kwamba wakati umefika, unatakiwa uolewe. Sawa? Lakini pia katika kuolewa kwako wewe, mimi sitaki uolewe na vijana wengine ambao hawaeleweki, hawajiheshimu. Nimekutafutia kijana, kuna mtu ambaye nimekutafutia ni mtu mzima, sio kijana, sio mtu mzima sana wala sio kijana sana, yupo tu saizi ya kati. Huyu bwana anajiheshimu, mtu mwenye heshima zake, ana nidhamu zake, na ana uwezo wa wewe kukutunza ukawa katika, yani ukaishi katika familia, yani mkajenga familia yenu ikiwa ya amani na utulivu na yenye mustakabali mzuri wa maisha. Sasa huyu kijana anaitwa Mwaka, au mtu niliyokutafutia anaitwa Mwaka. Kwa hiyo mimi ningependa uolewe na huyu, na nimeshaongea naye, nimeshafanya mawasiliano na baadhi ya ndugu zako. Kwa hiyo mimi nahitaji moja kwa moja kwamba uolewe, huyu ndo awe mumeo kabisa wa ndoa, kuoe, ukaishi kwake, maisha mengine yaendelee na si vinginevyo. Baba, nisikilize. Kipindi chenu kipindi mnakuwa ndio mlikuwa mnatafutia wachumba. Lakini kipindi hiki kwa kweli sio. Uweze kunitafutia mwanaume mimi. Kwa sasa mimi nipo kwenye mahusiano. Siko tayari kuwa na mwanaume ambaye umeniambia baba. Sikiliza binti yangu.
hata kama upo kwenye mahusiano yako, na sijui kama mahusiano yako yanahusiana na nini, lakini ni kwamba mimi ninachokuambia kitu chenye busara. Sawa? Achana na vijana hao repa wanywa viduku hao. Achana nao. Anaweza akakuahidi kwamba nitakuoa si nita nini? Watakuchezea, watakupiga mimba, mwisho wa siku mimi unipe kazi ya kulea wajukuu wasiokuwa na baba. Sawa? Sasa mimi kama babako, naomba unisikilize kwa makini. Nimekutafutia mtu ambaye ana uwezo wa wewe kukutunza na kukulea. Hawezi kukuacha juani. Sawa? Na mkajenga familia yenu, mkaishi kwa raha mustarehe. Huyo mtu wa heshima. Olewa naye. Nimekuchagulia mtu sehemu sahihi. Wewe mwanangu, kubali uolewe na huyo mtu. Baba, hebu nisikilize. Mbona kama vile unanilazimisha? Nimeshakwambia mimi siwezi kuwa na mwanamume ambaye umenitafutia. Siwezi. Mwanamume mwenyewe simjua, simfahamu na nilazimisha tu niolewe naye. Mimi nimekataa, siwezi kuwa na mwanamume ambaye umenitafutia. Siwezi. Sasa tafuta mwenyewe, mimi sitaki. Yule jamaa mimi nitaongea naye. Mimi nitamjibu vipi yani? Huyo mtoto kaniangusha. Tena kaniangusha vibaya huyo mtoto. Sasa sijui nitafanyaje. Mpango wangu hapa yani ufeli vipi? Hapana, sikubali. Sasa sijui nitumie mbinu gani? Yani nimeongea naye yani katikatalia hivi. Shikamoo mkubwa wangu. Baba, ujambo? Sijambo. Sasa nisikilize nikwambie kwa makini. Wewe una rafiki na Jafet. Sasa mwambie Jafet hivi, swala kumfuatilia Mwanamayo, hii swala itakuja litamtokea puani. Mwambie yule binti aweze kuachana naye. Kama sivyo kitamkuta kitu kizito. Ndio nimekuelewa baba. Nielewa? Kuwa makini na nalokuambia. Sitaki upumbavu. Nitafanya kitu kibaya mji mzima ndio mtanichukia au. Jafet achana na yule demu yule. Haya, sawa. Unajua mwanangu, hizi ndizi hizi ukiwa unakula mara kwa mara unaongeza utamu mwilini. Wale wanani unashangaa wanakupendelea sana kwa sababu ya hivi vitu hivi. Mwanamke. Bepi. Mbona upo restless kinoma noma? Una shida gani? Ni baba huko kanivuruga kwa hiyo nikanichanganya hapa nilipata sielewi. Njoo kwanza hapa tuzungumze. Unamaanisha nini labda yani kakuvuruga vurugaje yani mzee wako? Si baba ananiambia mimi nitafuta mwanamume wetu wa kunioa kweli. Mwanaume? Hii imekuwa kwaje yani mpaka kutafutia mwanaume? Kwani mimi na wewe tupoje yani? Yaani unatafutia mwanaume mwingine kwani unajui kama wewe una mpenzi wako? Ndio sijui kwa kweli. Maana ukiniuliza mimi sitakupa jibu kwa sababu mimi sielewi chochote, ndio alivyoniambia. Taarifa ndio hiyo. Kwani baba yako anakutafutiaje mwanaume? Unajui kama siku hizi mapenzi hisia. Unachanganya ujue. Wewe unajua kabisa yani kiasi gani ambacho mimi na wewe tunapendana afu unatafutiwa mwanaume mwingine, inawezekanaje? Tutoke hapa. Tuongozane mimi na wewe. Mguu wako mguu wangu. Twende nikaongea na mzee wako, wenda akanielewa. Basi sawa, labda ufanye hivyo bibi yangu.
Mwanangu. Vipi, mbona una mawazo? Ndugu yangu kweli nina mawazo. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa, nimepungukiwa, yani sielewi nifanya nini ndugu yangu. Yaani yaani sio siri. Sijui nianzie wapi. Na nini? Bwana, mimi na yeye kuna mpango tuliupanga. Ndio. Lakini sasa huu mpango kiukweli nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu wa wewe kutaka kumuoa binti yangu. Ndio. Mwanangu amerudi. Nimekaa naye chini, nikaongea naye. Niliongea naye kuhusu swala lile tuliongea mimi na wewe kumuoa. Ndio. Lakini sasa kiukweli cha kushangaza ni kwamba amekataa kata. Yaani unajua kakaza, kakataa kata. Yaani kanikatalia. Nimeongea naye, nimejaribu kumshawishi kwa kila aina ya ushawishi ninaojua mimi, lakini imeshindikana. Yaani nikaona sasa hapa nafanyaje? Yaani nimetumia maneno yote makali, lakini wapi? Mwanangu amekataa kata. Sasa nafikiria hapa nafanyaje, kwa sababu mimi na yeye tumeshadiana tayari, na mimi sitaki kukuangusha ndugu yangu. Sasa nisikilize ndugu yangu. Tule nao. Naam. Umesikia ndugu yangu? Wewe yule si mwanao kumzaa mwenyewe. Ndio. Mimi nataka kitu kimoja tu. Unipe ruksa ya mwanao jinsi ya kumuoa. Ninachotaka moyo wako kwanza na nafsi yako uikunjue, uwe safi, uniambia kabisa bwana Mwaka, binti yangu mimi nimelizia kutoka moyoni, muoe. Alafu mimi nitajua nitafanya mbinu gani za kuweza binti yako kumchumbia na kumuoa. Hilo usiwe na shaka. Yaani mimi nasema kitu kimoja ndani ya nafsi yangu. Mimi nimeridhia kabisa. Lakini ushawishi wangu umeshindikana kwa yule mwanangu. Yaani nimefanya kila mbinu, sasa nimeshindwa. Umeona? Sasa mimi hapa nilipo wewe ninakuangaliaje usoni? Sasa mimi niseme kitu kimoja. Hicho kitu mimi nakihitaji sana ulichokuwa nacho. Sawa? Mimi kwangu mimi, yani nikipata hicho kitu kwangu kina thamani. Sasa mwisho wa siku sasa tumekubaliana kwamba mimi nikupe binti yangu, wewe unipe hicho kitu. Sawa? Lakini sasa ndio nimeshindwa. Sasa cha ajabu ni kwamba mimi kila nikimshawishi hataki kukubaliana na mimi. Kwa hiyo mimi nimeona kwamba sina la kufanya. Ila mimi niseme kitu kimoja kwamba wewe fanya unavyotaka. Unavyoweza kufanya, basi mimi nimeridhia. Sasa umesikia mzee mwenzangu? Mimi nitailinda azi yako, utakuwa una fezea wala kashfa. Usiwe na mashaka kabisa mzee mwenzangu. Hilo usiwe na wasiwasi. Hebu nipe sana. Bwana mimi nitashukuru sana. Yaani wewe mimi nakuamini bwana Mwaka. Yaani uko vizuri kiukweli. Halo, utakuwa umenisaidia vizuri sana. Vipi tena? Mbona mkuku na shemeji? Da, ndugu yangu. Shemeji yako bwana anaambia nyumbani kwao kuna matatizo. Kwa hapa hivi amenitoa huko mkuku miguu juu. Hapa naelekea nyumbani kwao. Sawa. Nakuwa mara moja. Sasikia. Mimi nimekutana na yule bwana Mwaka. Yule jamaa mbaya sana. Alichoniambia kanaambiwa achane na yule mwanamke. Tena kanisisitiza kama usipoachana naye atakufanya kibaya. Bana achana na yule mwanamke. Nisikilize. Siku nyingine kama una mambo ya kuongea, hebu angalia kwanza mtu yupo kwenye mudi gani ndio umletee ujinga wako. Hivi unachoongea unakisikia wewe? Kitu gani ambacho hujanielewa bana? Sikiliza. Hebu angalia mtu kwanza yupo kwenye mudi gani ndio uongee ujinga wako. Kama una cha kuongea, hebu nipishe huko. Bwana. Tajua mwenyewe bana.
Mwaka. Binti yangu amefanya nini? Nimekuja kutoa wasiwasi kwa binti yako unaomuona, atakuwa kwangu kwa muda wote huu. Nadhani umenielewa, si ndio? Usiwe na wasiwasi wa kwenda polisi wala hospitali kwa binti yako kapotea, si ndio? Kwa cha msingi binti yako ukimwona yupo nyumbani kwako, atakuwa nyumbani kwangu mimi Mwaka. Kwa kuanzia leo mzee, na kutoa mashaka na kutoa wasiwasi, binti yako huyu atakuwa nyumbani kwangu amekaa, si ndio? Sawa, sasa amekuwa hivi, imekuwaje? Umemfanyaje? Sikiza kwa makini nao. Binti yako huyu ni hajafa wala hajazimia. Binti yako ni amelala tu. Umeelewa? Binti yako amelala tu. Hajafa, binti yako yuko mzima kabisa. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini kwa nini umemfanya hivi binti yangu? Una maana gani ya kumfanyia hivi binti yangu? Wewe nao, wewe unapoteza kumbukumbu. Siku ile ulikaa na ukaniambia kabisa kuwa mwanao umemwambia swala zima la kuolewa na mimi, huwa amekanusha na amekataa kata. Sasa leo hii yule mwanao atakofanya sherehe ya kualika ndugu jamaa na marafiki, wewe nadhani angekubali? Sawa, mimi nimelizika wewe umuoe. Nisikilize kwa makini, nimekuambia kwamba umuoe kwa sheria. Sawa, kwamba ulete mahali nimuozeshe binti yangu na ndugu akiwemo, aondoke kwa amani na utulivu kwa misingi yote ya kitamaduni za Kitanzania, na sio kumgeuza msukule kiasi hiki ajitambui. Sielewi kama kafa, kama mzima, kama gazimia, alafu eti leo mimi nikuache wewe muoe. Haiwezekani. Mimi nitegemea kwamba labda pengine utamlagai kwa vyovyote kwa jinsi unavyojua, lakini sasa kuniletea amelala kiasi hiki. Simuelewi binti yangu kama iko vipi. Hapana, hicho kitu mimi sikubaliani nacho. Sikubaliani nacho kabisa. Mwaka, na kuheshimu, heshimu. Sawa? Haiwezekani binti yangu mfanye kama hivi. Mimi naamini kwamba hata kama hauwezi kumngoa, unamchukua unaenda naye nyumbani kwako, maana yake utamfanya kama hivi. Ninachokitaka mimi huyu binti yangu awe hai, ninachokitaka mimi mpango huu ufe. Haiwezekani kwa sababu nafikiria kitu kimoja. Leo hii umemfanya hivi. Sijui kama nitakapokuwa kuacha akiwa kwako utamfanyaje. Sitaki aishi mwanangu kama msukule asiyojielewa. Nahitaji mwanangu ajitambue, ajielewe, atunze familia yake. Lakini sio wewe. Unanionyesha kabisa kwamba utaenda kumfanyia hivi. Mimi siwezi kulizika kitu kama hicho abadan. Unasema? Tuvunje mkataba, sihitaji masuala haya yaendelee tena. Baki na mambo yako. Kila mtu abaki na chake, mpango mkataba ufe leo hii. Sasa nisikilize. Sitaki. Nisikilize kwa makini nao. Nacheka sina maana kuwa nakuzalau. Iko hivi, wewe ni mtoto wa kiume, ni mtoto wa kiume. Mkataba tulioingia ni mkataba mgumu mno. Sasa nisikilize kwa makini. Mwanao nitaishi naye, aidha nife mimi au afe yeye. Yaani hapa nikifa mimi, mwanao atarudi kwako, na akifa yeye, mimi nitabaki sina mke. Hilo nadhani umeelewa, si ndio? Kitu hakiwezekani bwana Mwaka, nakwambia kitu kicho hakiwezekani. Kama nimemzaa mimi mwanangu tule nao, nimemzaa mimi mwenyewe. Hicho kitu hakiwezekani. Siwezi kuruhusu vitu kama hivi. Hivi unajua uchungu wa mtoto? Upo tayari kwa lolote? Unajua uchungu wa mtoto na kuuliza? Sitaki. Unaelewi? Unatakaje? Hivyo tunavyotaka mimi nataka hivyo. Uniue, unifanye lolote. Na mimi sikuogopi kwa lolote. Ufanye lolote, mimi sikuogopi.
Bwana wewe vipi bwana? Mbona tunashtuana hapa? Na unajua kabisa mimi nina pressure inapanda na kuteremka. Wewe ni yako niue. Haya, unapata tatizo gani? Ndugu yangu, kweli yule mwaka yule sio mtu mzuri kabisa ndugu. Mimi mbona sikuelewi unatipotemka nikwambia kitu gani? Ndugu yangu, kilichonikuta ndugu yangu sio cha kusimulia. Yaani hapa unaponiona ni kwa uwezo wa Mungu mpaka unaniona hivi. Sasa sikia, sio cha kusimulia, ni cha kufanya, cha kuhadithia au cha kuonyesha. Sikiliza ndugu yangu. Unajua pale ulipokuwa unaniambia kuhusu yule bwana, mimi nilikuwa nachukulia poa, lakini kilichokwenda kunikuta kule, Mungu wangu. Yaani hapa nilipo nimeamini kumbe Bwana Mungu ananipenda. La sivyo kama Mungu angekuwa anipenda, nisingekuwa hivi ndugu yangu. Bwana Mwaka kafanya tena? Mimi nilikwambia. Sikiliza. Muda ule ambao nimekutana na wewe hapo ukaniambia nikakubishia. Tulipoenda ilipofika kule chini ilikuwa hivi. Unaona sasa? Mimi nilikwambia ubishi wako tu unakusumbua. Mimi nilikwambia pale, bana mwanamke kanifuata. Kaambiwa chene yule mwanamaye, yule demu. Wewe ukaifahamu bishi. Ukafokea mimi nikaondoka nikakuacha. Unaona kilichotokea? Sasa wewe umekimbia. Yule mwanamke umesema kapotea, kaondoka naye. Unajua alikoenda wapi? Na kampeleka wapi? Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Achana na yule mwanamke bana. Kwani wanaume eti wanaume, ulimi una mfupa. Wanawake hapo kibao. Tutachukua mwingine bana. Sikiliza ndugu yangu. Yaani kwa kilichonitokea kule, sijui nifanyeje. Ila yule sio mtu mzuri kabisa. Yaani sio mtu mzuri, yaani yule mtu mbaya sana ndugu yangu. Sasa sikia, yule bwana mimi namjua. Sisi tunaongea hapa kaja. Sasa sikia. Yule bwana Mwaka ni mtu mbaya sana. Nakufanya hapa. Achana na yule mwanamayo. Mbona mademu hapo wengi sana hapa? Tutachukua mwingine bwana. Kiukweli sasa hivi sina maamuzi yoyote ya kufanya. Ila niende kwanza hospitali hapo. Tukafanya nini? Utaenda kwa mchi doctor. Twende. Let's go. Unapita wapi huko bwana? Twende huko bwana. Wewe umetokea huko hapo. Wewe njia unakojui. Hapa hivi bana. Mimi mwambia bana. Bwana Mwaka yule mtu mbaya sana. Mimi kanifala. Kaambia bana. Mwambie huyo hajafuta cheno deo. Haifa ataki.